Muibi. Swadakta, ujambo na karibu ndugu mpendwa mtazamaji wa 24 Informant. Habari za asubuhi kule ulipo, nikukaribisha kuungana nami kwenye awamu hii ya kwanza ya leo tariki 14 mwezi wa 7 ama Julai mwaka 2026. Mara nyingine tena nikualike kuungana nami kwenye habari zinazojiri, habari na matukio kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo tutaanzia uko Masisi tukiwa mkoani kaskazini mashariki mwa DRC. Tutaenda moja kwa moja. Wazalendo watangaza kukamatwa tena kwa maeneo mawili huko Bashali Mokoto baada ya mapigano makali dhidi ya M23. Wapiganaji wa kujilinda wa wazalendo wanadai kukamatwa tena kwa maeneo mawili ya kimkakati katika eneo la Bashali Mokoto katika eneo la Masisi tukiwa huko Kivu Kaskazini, kufuatia mapigano makali na waasi wa M23 ambao kulingana na Kinshasa wanaungwa mkono na jeshi la Rwanda RDF Jumapili asubuhi. Kulingana na vyanzo vya ndani, mapigano hayo yalijikita karibu na Mikenge ama Nkingwe, ambapo wazalendo wanasema walizima shambulio lililolazimishwa ama lilioanzishwa na wapiganaji wa M23. Vyanzo hivyo vinaripoti kwamba washambuliaji walilazimika kurudi nyuma baada ya saa kadhaa ya kufuatiana ama ya kufuatuana risasi. Wazalendo pia wanadai kupata silaha nyingi zilizotekwa ama zilizotekelezwa kwenye uwanja wa vita na kuwakamata wapiganaji wawili wanaoshukiwa kuwa wa M23 wakati wa mapigano hayo. Hata hivyo, hakuna taarifa huru bado iliyopatikana kuthibitisha madai haya. Hali ya usalama bado ni tete, hasa katika sehemu hii ya eneo la Masisi ambapo mapigano kati ya vikundi vyenye silaha vyenye uwenji ama uwenyeji waasi wa M23 na vikosi vya serikali yanaendelea kusababisha watu kuhama makazi yao na wasiwasi mkubwa miongoni mwa wakazi. Hadi sasa si M23 wala mamlaka ya kijeshi ya Kongo ambayo yamejibika rasmi ripoti hizi. Jaribio jipya la mashambulizi la waasi wa Twirwaneho Red Tabara walioleza kama washirika wa M23 na kuungwa mkono na nchi ya Rwanda lilizuiwa Jumapili hii katika mji wa Kipupu ulioko katika eneo la Mwenga huko Kivu Kusini. Kulingana na vyanzo vingi vya ndani, washambuliaji walianzisha shambulio dhidi ya maeneo yanayoshikiwa na vikosi vya wanajeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na wapiganaji wazalendo. Mapigano makali yalizuka kwa saa kadhaa kujiunguza ama kuzunguka mji wakikabiliwa na upinzani kutoka kwa vikosi vya waasi walishindwa kufikia malengo yao. FARDC wakiungwa mkono na wazalendo waliuzuia shambulio hili na kuwalazimisha washambuliaji kurudi nyuma kuelekea Lwemba, kulingana na vyanzo hivyo. Shambulio hili la hivi karibuni linakuja huku kukiwa na mvutano mkubwa wa usalama katika nyanda za juu za Mwenga, ambapo vikundi vyenye silaha vinaendelea kupigana kwa ajili ya kudhibiti maeneo kadhaa ya kimkakati. Wakazi wa eneo hilo wanaishi kwa hofu ya mara kwa mara kutokana na mapigano mapya ambayo yanazua wasiwasi kuhusu kuhama kwa watu zaidi. Hivi sasa hakuna takwimu rasmi kuhusu uwezekano wa jamhuri ama wa majeruhi au uharibifu wa mali zilizotolewa na mamlaka ya kijeshi. Hata hivyo, hali bado inachunguzwa kwa karibu, huku FARDC, vikosi vya silaha vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wazalendo wanamgambo wa eneo hilo wakiendelea na operesheni zao za kulinda eneo hilo na kuzuia uvamizi wowote. Tukiwa tu uko Kivu Kaskazini, ndugu mpendwa mtazamaji, ni kwamba
Hali mapigano makali huko Bashali Mkoto bado yanaendelea kufuatia baada ya shambulizi. Vijana wazalendo walifanikiwa kukamata wanajeshi wawili wa M23, lakini pia vijiji viwili vya kimkakati ambavyo ni vijiji vya Makali na Bashali Mokoto huko Kivu Kaskazini. Hii ni awamu ya kwanza, ndugu mpendo mtazamaji wa 24 Monde. Hii na kujia kila itoo leo. Baada ya awamu hii ya kwanza, hapo punde tu tutakujia na awamu ya pili, lakini pia magharibi awamu yake ya tatu. Kama bado hujawahi kusubscribe ili wa kwanza kuhabarika na kupata habari zetu za kivita vinavyoendelea huko mashariki mwa DRC kati ya wajeshi ama jeshi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC vinavyoungwa mkono na vijana wazalendo na hawa waasi wa M23 AFC wanaungwa mkono na nchi ya Rwanda. Basi usikose kusubscribe, lakini pia kushare kwa wengine na kulike ili wa kwanza kupata habari zetu pindi tunapoposti. Hivi tuachane nawe kwenye awamu hii ya kwanza, lakini pia hapo punde tutakujia na awamu yake ya pili. Mimi ni wako mtangazaji wa kila leo nikiripoti kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nikisema chao chao.